Karibu tena katika safari yetu ya siku 40 za Yesu Kristo baada ya ufufuko wake. Yesu amefufuka kweli kweli, haleluya. Lakini kabla hajapaa kwenda kwa Baba, anabaki pamoja na wanafunzi wake. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa analiandaa kanisa lake. Alijua kuwa bila nguvu ya kutoka juu, mitume wasingeweza kusimama, wasingeweza kuhubiri, wasingeweza kubeba ujumbe wa wokovu duniani. Na leo tunagusa moja ya matukio yenye nguvu sana katika historia ya kanisa, yaani tukio la Yesu kuandaa mitume kwa ahadi ya Roho Mtakatifu. Basi kama uko tayari, tujifunze pamoja juu ya tukio hili la kuandaa mitume kwa ahadi ya Roho Mtakatifu. Kaa nami mwanzo hadi mwisho na like video hii na kushare kwa wengine ili tuende nao pamoja katika safari hii muhimu. Kama ni mara yako ya kwanza hapa katika channel hii, basi usisahau kusubscribe ili next time uwe wa kwanza kuona video zetu za kugusa moyo na zenye mafunzo ya kina. Ndugu yangu, hii nguvu ya Roho Mtakatifu haikuwa nguvu ya kawaida ya kibinadamu. Ilikuwa ni neema ya Mungu, neema kutoka kwa Mungu, nguvu iliyowageuza waoga kuwa mashahidi wa Injili, nguvu iliyolijenga kanisa la kwanza, nguvu ambayo mpaka leo bado inalihuisha kanisa kupitia Roho Mtakatifu, masakramenti na neno la Mungu. Na jambo la kushangaza ni kwamba Roho huyo huyo aliyewashukia mitume bado anatenda kazi hata leo. Anatenda kazi hata leo katika sala, katika masakramenti, katika Ekaristi Takatifu na ndani ya kila moyo unaomfungulia Mungu mlango. Vipi wewe? Vipi wewe, umefungua mlango wa moyo wako? Umefungua mlango ili Roho Mtakatifu aingie na afanye kazi ndani yako? Kazi ni kwako, majibu unayo wewe. Majibu unayo wewe. Hebu tumjue Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu si nguvu ya mbali, si hisia za muda mfupi, wala si hadithi ya zamani ya Pentekoste pekee. Katika imani ya kanisa, Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu. Ni mfariji wetu, ni mwalimu wetu wa ndani, ni yule anayetuongoza katika kweli yote kama Yesu alivyoahidi. Na tunamsikia Yesu akiwaambia mitume wake, Roho Mtakatifu atawasaidia. Roho Mtakatifu atawapa hekima na ujasiri. Roho Mtakatifu atawakumbusha yote niliyowafundisha. Ndugu yangu, mitume walikuwa dhaifu kama sisi tu. Walikuwa na hofu, walikuwa na mashaka. Lakini Kristo hakuliacha kanisa lake yatima. Na alisema, hata nikiondoka sitawaacha yatima. Aliwaahidi Roho Mtakatifu, Roho ambaye analifariji kanisa katika mateso, analitia nguvu katika majaribu na kuliongoza katika safari ya wokovu. Analiongoza katika safari ya wokovu. Hebu tuwaone mitume wakipewa nguvu ili ahadi ya Kristo ianze kutimia. Mitume waliokuwa wamejifungia kwa hofu wanaanza kujaza nguvu mpya. Roho Mtakatifu anawagusa. Hofu inaanza kuondoka. Ujasiri wa kuhubiri Injili unazaliwa na kanisa linaanza safari yake duniani. Kanisa linaanza safari yake duniani baada ya Roho Mtakatifu kuwagusa wanafunzi. Hebu fikiri hilo. Fikiria hilo. Wale waliokuwa wanaogopa hata kutajwa kuwa wao ni wanafunzi wa Yesu, ili sasa wanasimama hadharani kumshuhudia Kristo mfufuka. Hiyo ndiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Na hata leo kupitia ubatizo, kupitia kipaimara, kupitia sala na sakramenti, Roho huyo huyo anaendelea kuwahuisha waamini, kwa sababu Mungu bado anawainua waliovunjika moyo. Anawatia nguvu waliokata tamaa na kuwageuza watu wa kawaida kuwa mashahidi wa upendo wake. Anawaahidi mitume wake
Roho Mtakatifu atakuwa pamoja nanyi. Na hii ndio mission ya kanisa mpaka leo. Hii ndio mission ya kanisa mpaka leo, kupeleka habari njema kwa watu wote, kueneza upendo wa Kristo kwa watu wote, kuleta matumaini kwa waliokata tamaa duniani na kuwavuta watu karibu na Mungu. Nikwambie tu kwamba hata wewe na mimi tunaweza kushiriki nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa namna gani? Kwa namna gani tunaweza kushiriki? Msamaha wako unaweza kumrudisha mtu kwa Mungu. Wewe msamaha wako kwa kumsamehe tu mwenzako unaweza kumfanya akarudi kwa Mungu. Hapo umeshiriki nguvu ya Roho Mtakatifu. Huruma yako inaweza kuponya moyo uliovunjika. Kama ulikuwa ufanyi huruma, basi anza sasa. Na sala yako inaweza kubadilisha maisha ya mtu mwingine. Unapoomba, usiombe kwa ajili yako tu. Omba kwa watu wengine pia. Omba kwa watu wengine pia. Watu wanapoumizwa wakati mwingine wanashindwa kusali, wanashindwa kuomba. Sala yako inaweza kubadilisha maisha ya mtu mwingine. Kwa sababu pale Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mtu, hata maisha ya kawaida yanaweza kuwa chombo cha neema ya Mungu duniani. Wewe unaweza ukaona ni maisha ya kawaida tu, lakini kwa namna unavyoyaishi, kwa sababu unaishi ukiwa ndani yako unaye Roho Mtakatifu, maisha yako yanakuwa chombo cha neema. Maisha yako yanakuwa chombo cha imani na kuwawezesha watu wengine kuishi maisha ya kimungu. Hebu tafakari hii na umruhusu Mungu akufanye wewe kuwa chombo cha neema yake duniani. Akufanye uwe chombo cha neema yake duniani. Hiyo ni sala yangu pia. Na sasa baada ya kutafakari juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu, leo tujiulize kwa utulivu, utulivu wa moyo, maswali haya matatu. Mimi nitajiuliza na wewe jiulize mwenyewe. La kwanza, je, ninamruhusu? Wewe ujiulize mwenyewe, ujiulize wewe mwenyewe na mimi najiuliza. Je, unamruhusu kweli Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yangu? Nalirudia. Je, ninamruhusu kweli Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yangu? Na je, ninaishi kama shahidi wa Kristo katika maisha yangu ya kila siku? Nalirudia hilo. Jiulize. Nami najiuliza, je, ninaishi kama shahidi wa Kristo katika maisha yangu ya kila siku? Na la mwisho, je, ninashirikisha habari njema kwa maneno, matendo na upendo wangu kwa wengine? Hizi kazi tatu ambazo tunatakiwa kuzifanya, na hatuwezi kuzifanya bila kumruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani mwetu. Katika imani ya Kanisa Katoliki, Roho Mtakatifu anaendelea kutenda kazi hata leo. Katika sala zetu, katika neno la Mungu, katika sakramenti tunazopokea, nasa katika Ekaristi Takatifu ambayo Kristo anaendelea kuwa pamoja nasi. Na kumbuka hili kwamba Mungu hamchagui mtakatifu kwanza ndipo amtume kazi zake au ndipo amtumie. Anamjaza nguvu yule anayesema, Bwana niko tayari. Kwa hiyo unaweza kuhisi uko dhaifu, lakini ndani ya moyo umeruhusu na unasema uko tayari. Mungu atakutumia, atakujaza Roho Mtakatifu na atakutumia katika kazi zake. Kwa hiyo usiogope. Usiseme wewe ni mdogo sana. Usifikiri Mungu hawezi kukutumia. Hapana, kwa sababu hata maisha yako tu ya kawaida yanaweza kuwa mwanga wa kumrudisha mtu katika Kristo, kwa Kristo. Kwa sababu hata maisha yako yanaweza kuwa mwanga wa kumrudisha mtu kwa Kristo. Nafikiri tumeelewana vizuri kabisa, na tuendelee kufanya tafakari. Namna sahihi ya kufungua mioyo yetu ili Roho Mtakatifu aweze kuingia. Basi kama video hii imegusa moyo wako, naomba na nikukumbushe tena ulike hii video,
uweze kushare na ndugu jamaa na marafiki, ili watu wengi zaidi wajue kuwa Roho Mtakatifu bado anatenda kazi ndani ya kanisa na katika maisha yetu ya leo. Na kama ni mara yako ya kwanza mahali hapa, basi chukua sekunde zako 2-3 uweze kusubscribe, na nikusihi uendelee kufuatilia video zangu, lakini zaidi sana endelea kufuatilia episode ya 8 ambayo inahusu Yesu kufanya miujiza na wanafunzi wake. Nikukumbushe tu, tunaendelea na safari ya siku 40 za Yesu baada ya ufufuko wake. Tumeshamaliza episode hii ya 7, tunaendelea na episode ya 8. Kwa hiyo usikae mbali, usiache kushiriki ili tuendelee kufika safari hii pamoja. Mpaka wakati huo, Mungu akubariki sana na Roho Mtakatifu akuongoze katika kila hatua ya maisha yako.